Katika siku za hivi karibuni, taifa la Iran limeonekana kuongeza kasi ya kuimarisha uhusiano wake na nchi za Afrika Magharibi, hususan taifa la Burkina Faso chini ya uongozi wa Kapteni Ibrahim Traore. Hatua hii imekuja wakati Burkina Faso ikiwa ipo katika changamoto ya kiusalama na mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea ndani ya ukanda wa Sahel. Karibu sana mtazamaji. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi nakuomba ubonyeze neno subscribe chini ya video hii. Labda wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu mimi ni Abdul Kadri Mengule. Uhusiano kati ya Iran pamoja na Burkina Faso sio wa leo, umeanza zamani kidogo. Mataifa haya mawili yamekuwa na mahusiano ya kidiplomasia kwa muda, lakini sasa yanaonekana kuingia hatua mpya yenye msisitizo mkubwa kwenye ulinzi, usalama na maendeleo ya kiuchumi katika mataifa hayo mawili. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa Iran imeanza mazungumzo ya karibu na serikali ya Burkina Faso chini ya uongozi wa rais wa mpito wa Burkina Faso, Kapteni Ibrahim Traore, inaongozwa na kiongozi huyo wa mpito ambaye aliingia madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika mnamo mwaka 2022. Tangu hapo, Burkina Faso imekuwa ikitafuta washirika wapya nje ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi, lakini imekuwa changamoto kubwa sana kuweza kupatikana kile kinachoitwa mustakabali mpya wa mazungumzo na pia mustakabali mpya wa washirika katika masuala mbalimbali ya kiuchumi pamoja na kijamii. Sasa kumekuwa na mjadala mkubwa zaidi kuhusiana na Iran kuweza kuungana moja kwa moja na Burkina Faso katika maendeleo mazima ya mipango ya uchumi pamoja na kijamii, huku Iran ikitajwa kuwa ina Burkina Faso kwa vifaa vya kijeshi ikiwemo teknolojia ya drones, ndege zisizokuwa na rubani kwa ajili ya mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi yanayoathiri eneo la Sahel. Jambo la pili ni ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta. Burkina Faso ni moja ya wazalishaji wa dhahabu Afrika, lakini inakabiliwa na changamoto za nishati. Iran imependekeza kuwa kushirikiana katika mradi ya kusafisha mafuta itaweza kusaidia moja kwa moja taifa hilo kuweza kupata uhuru wake na zaidi kuweza kuwa na nishati kubwa zaidi ya kuweza kuendesha shughuli mbalimbali zinazohusiana na mafuta pamoja na shughuli mbalimbali zinazohusiana na madini. Jambo lingine ambalo Iran wanahitaji kutoka kwa diplomasia ya Burkina Faso ni kwamba diplomasia na biashara. Iran imelenga mambo makuu matatu, na jambo kuu la tatu ni kuhusiana na masuala mazima ya diplomasia pamoja na biashara. Iran inaendelea kupanua ushawishi wake barani Afrika kama sehemu ya mkakati wake wa kupunguza utegemezi kwa mataifa ya Magharibi, hasa wakati ikiendelea kukabiliwa na vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa. Sasa swali ni kwamba kuna umuhimu gani kwa Afrika kuweza kupata msaada wa Iran ama kuungana na Iran? Sasa mjadala umeibuka, ni kwa nini Iran imeamua kujiingiza moja kwa moja katika kusaidiana na Burkina Faso? Kwa nini? Ina umuhimu gani kwa Afrika nzima kiujumla, na ripoti mbalimbali ambazo zimeweza kuripotiwa kutokana na hiki ambacho kinaendelea? Sasa taarifa na vyanzo muhimu vinaripoti kuwa Iran imeona kuna umuhimu mkubwa zaidi wa kushirikiana na Burkina Faso, si kwa ajili ya hayo mataifa mawili. Hatua ya Iran kuingia katika ushirikiano wa karibu na taifa la Burkina Faso inaweza kuzalisha mambo mapya ambayo tofauti kabisa na Afrika walivyotarajia. Jambo la kwanza kabisa, endapo Iran wataweza kuungana moja kwa moja na Burkina Faso, basi itaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika ukanda wa Burkina Faso pamoja na Iran. Ukiachana na hivyo, pia kuongeza kwa ushindani wa kimataifa barani Afrika na pia kuibua mjadala kuhusu ushawishi wa mataifa ya Mashariki ya Kati na ndani ya Afrika. Je, kuna makubaliano rasmi ambayo tayari yameshawekwa Iran pamoja na Burkina Faso na tayari yameshazungumzika na tayari yameshamalizika? Mpaka sasa mazungumzo na mikutano ya ngazi za juu zimeweza kuripoti kuwa kuna mjadala unaendelea na mazungumzo yako mezani yanaendelea kuzungumzwa, lakini bado haijatangazwa rasmi mikataba kamili ya kijeshi au miradi mikubwa ya kuanza kutekelezwa kwa jambo hilo. Hata hivyo, dalili zinaonyesha kuwa ushirikiano huo unaelekea kuwa imara zaidi, na mwishoni lazima kutaweza kutangazwa kwa taarifa kuwa Iran pamoja na Burkina Faso vimeweza kuungana katika sekta mbalimbali za kidiplomasia, biashara na mambo mengine, huku ikilenga zaidi ushirikiano wa kijeshi na kiulinzi katika mataifa hayo mawili. Kwa kifupi, Iran inaonekana kuwa kuweka mkazo mpya katika kuimarisha ushawishi wake barani Afrika kupitia Burkina Faso. Ushirikiano huu unaweza kuibua faida kubwa kwa pande zote mbili, Burkina Faso pamoja na Iran. Ukizungumzia Burkina Faso, itapata msaada wa kiusalama na
maendeleo, huku Iran itapanua mtandao wake wa kimkakati kimataifa. Swali kubwa linalobaki ni kwamba, je, ushirikiano huu utaleta utulivu wa maendeleo kwa wananchi wa Burkina Faso au utaongeza mvutano wa kimataifa katika ukanda wa Sahel? Nikwambie tu endelea kufuatilia channel yetu kwa sababu taarifa nyingi zaidi utazipata hapa. Jina langu mimi ni Abdul Kadri Mangule. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu @Dulkan TV.